Kama ni maneno strong kwa kiasi hicho mpaka kanisa lifungwe, maana yake Gwajima alitakiwa apewe kesi ya uhaini. No, wait. Jamani, maneno ya Gwajima tumeyasikia. Ama nyie mmesikia maneno tofauti niliyosikia mimi? Nimesikia nakemea mauaji. Nimesikia nakemea utekaji. Nimesikia nataja idadi ya watu waliotekwa wakiwemo wanachama ambao hawapatikani. Kazi yetu si ni kurudisha watu ndio wale sasa pia ambao wametekwa, hawajulikani walipo, media amechukuliwa kwenye gari ameenda ameuawa. Huyu mtumishi wa Mungu anasema haya mambo yakome. Sisitiza sana mfuatilie pia. Na polisi msio comfortable. Msio comfortable. Ni vizuri mfuatilie ukiwa na nafasi, nenda mahakamani, sikiliza. Kuna utekaji unaendelea. Watu wanauawa, watu wanapotea. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Haya mambo yachukuliwa. Ni mtu anayependa uhai. Sasa unamfungia kanisa. Sasa swali moja. Kama kila taasisi let's assume kwamba kuna matatizo. Hakuna matatizo hata dakika moja. Hakuna tatizo hata moja. Katika hotuba zote za Gwajima amehubiri injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nataka kusema, let's assume kuna tatizo. Hiyo injili umekuwa tatizo. Let's assume kuna tatizo. Je, Gwajima akifanya kosa na umefikiri kuna kosa, hivi ndivyo ambavyo unalitreat kosa? Yaani kwa mfano akatokea mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati akaongea jambo lolote lile, utafuta chama cha siasa kwa sababu mwenyekiti wa tawi la Chadema kule kanda ya kati Dodoma, labda mtaa unaitwa Kalangalala, ameongea jambo fulani ambao ni against na reality? Gwajima ndio kiongozi wa kanisa hili na ndio mmiliki wa kanisa hili. Ni kiongozi wa kanisa, ila kanisa lina utaratibu wake. Kanisa ni taasisi. Maana yake kuna mchungaji msaidizi. Kama Gwajima ana makosa amefanya yanaotosha kufungiwa kanisa, maana yake ana criminality, kuna nini, maana yake katika maneno yake kuna uhalifu. Sasa uhalifu maana yake anashtakiwa kwa maneno yake, anapelekwa mahakamani. Sasa unafungaje kanisa alafu unamwacha Gwajima bila makosa? Yaani kama umepata kesi ya kufunga kanisa, maana yake umepata kesi nyingine mbaya zaidi, uhalifu mwingine. Mbona umkamati, umpeleke polisi, umpeleke mahakamani, umshtaki? Yaani kama unaweza ukalifunga kanisa kwa makosa aliyofanywa Gwajima, cha kwanza ilikuwa unamshtaki Gwajima kwanza kwa makosa aliyofanya. Kama ni maneno ameongea, nao maneno yamehatarisha, labda yamehatarisha hicho unachokisema wewe kwamba amechanganya siasa na dini, maana yake atakekwenda kudefine hiyo, sio wewe msimamizi. Maana yake ni kwamba polisi itamkamata, itapeleka kesi kwa mwendesha mashtaka wa serikali, alafu atapeleka ile matters mahakamani. Alafu ukishapeleka ile matters mahakamani, mahakama itaamua. Na mahakama ikiamua, inaweza ikaona bana hii taasisi ni risk, sababu ile ni organization, kanisa ni organization. Ndio nikasema kwa mfano Askofu Bagonza anaikosoa serikali kila mara juu ya haki za binadamu. Katoliki wanaikosoa serikali kila mara kwa haki za binadamu. Serikali hii inaweza ikafungia ile kanisa? Hawezi kufungia Katoliki. Hawezi kufungia Lutheran Church. They cannot do that. Na kuhakikishia kwa hicho alichokifanya, aliyepanga, aliyetuma, aliyetekeleza, watajua iko nguvu ya Mungu.